Mambo vipi wadau wa filamu Tanzania, wadau wa filamu katika jiji letu la Tanga. Kwa jina naitwa Harun Mchuzi almaarufu Mchuzi Mgosi, ni mwigizaji wa filamu za Kitanzania. Bwana, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati. Kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutuwezesha kupata darasa kuhusiana na swala zima ya elimu ya sanaa ya uigizaji. Na tuwashukuru pia taasisi ya JOAN kwa ajili ya kutuunganisha vijana kwenda kuikimbilia fursa. Na fursa hii kubwa iliyotuletea, wametuletea walimu kutoka bodi ya filamu kwa ajili ya kujifunza elimu ya sanaa. Na kikubwa ambacho tumejifunza katika elimu hii ya ndani ya siku 10, tumeanza takia tarehe 20 mpaka leo tunaenda kuhitimisha siku ya tarehe hii ya leo tarehe 29. Kitu ambacho tumekipata kikubwa ni jinsi ya kuwa mwandishi bora. Kwanza kwenda kulitafuta wazo pale wakati unaenda kuandika, ni jinsi gani utalipata wazo la story yako ambayo ita make sense na watu watakipenda kile kitu ambacho unakiandika. Lakini pia kitu ambacho tumejifunza zaidi ni kwenda kuwa mwandishi bora na kuandika kile kitu ambacho kina mantiki, kinakuwa na mwanzo, kati na mwisho, na kiini chake kiweze kwenda kuleta funzo katika jamii. Asanteni sana na asante JOAN, asante Mungu kwa kuweza kutuwezesha tokea tarehe ya kwanza mpaka leo tunaenda kuhitimisha. Tunasema tunashukuru kwa yote ambayo tumeyapata na tunategemea kupata mengi zaidi. Tunawashukuru pia walimu wetu kwa kuweza kujitoa kwa hari, maana tulikuwa tunaona wakitufundisha kwa kile hari kutoka moyoni mwao kabisa. Asanteni sana na tunasema tunaenda kuanza upya. Tanga mpya, maendeleo mapya, sanaa mpya. Tanga hoye. Alhamdulillah, nashukuru. Sisi tumesha mafunzo, tumemaliza, bado tumefikia kiwango ambacho tulianza nacho, na inshallah mwanzo tutaendelea tena, lakini mafunzo ambayo yalikuwa mazuri. Tumejifunza mengi ambayo tulikuwa tuyajui wala tuyafahamu, na wakufunzi alhamdulillah wamejitolea vizuri, wametufundisha kile ambacho wanacho na tumekipokea vizuri alhamdulillah. Kilichobaki ni kuyafanyia kazi yale ambayo tumeyafundisha. Naam. Tunashukuru Mungu, leo ndio siku yetu ya mwisho ya mafunzo yetu ya script. Tunashukuru sana walimu wetu. Kweli kabisa tunajivunia kwamba tumepata kitu kikubwa sana. Yaani tumepata kitu kikubwa hasa upande wa script, uandishi. Maana yake tumejifunza sana upande wa logline, lakini synopsis, lakini pamoja na treatment. Hivi vitu vyote tunashukuru Mungu tumevielewa vizuri. Unajua mwanzo tulikuwa hatuelewi namna ya kupangilia story zetu, lakini kumbe bila kupata logline, maana yake unaweza kuiharibu hata script, na pia hata mwongozo wako wa filamu pia unaweza kufanya nini kuharibu. Lakini kwa namna tulivyokuwa tumejifunza logline na synopsis na treatment, maana yake tumekwenda kuelewa mfumo mzima wa nini wa script, wa uandishi wa script. Hivyo tunashukuru sana wakufunzi wetu. Naamini kwa jambo ambalo tumelipata, kwa mafunzo ambayo tumeyapata, tutakwenda kutusaidia sana katika kutengeneza filamu zetu. Asanteni sana. Karibuni sana kwenye mwanzo wa training yetu. Maana sio mwisho, hatufungi, yani kwenye mwanzo wa training yetu. Leo tuna bahati kubwa, tuna wataalamu mbalimbali hapa, tuna wageni wetu wametoka Dar es Salaam. Tuna Dr. Mona ambaye ni mkurugenzi wa bodi ya mwenyekiti wa bodi ya filamu. Tunaye hapa, kwa tutegemee matunda makubwa. Tunaye mkurugenzi wetu wa HD ambaye mshamzoea kila siku. Tunaye kipenzi chenu Chuma pale na wataalamu wetu mbalimbali. Tunaye mzee wetu Mzee Mpogolo hapa, yupo kwa ajili ya kutusupport. Kwa hiyo karibuni sana, nitawakaribisha. Lengo letu mnaijua ni kuanzisha mwanzo mzuri wa sawa. Na huyu anatengenezwa na nani? Anatengenezwa na nyinyi. Na ndio maana mko hapa kwa ajili yetu sisi, pamoja tukatengeneze product ya kutosha. Bila kusema wazee wetu wao, na nafikiri vijana wengi wanatakiwa wajue, si vijana wa Tanga tu, lakini vijana wa Tanzania nzima wajue kwamba tasnia hii ilibebwa mikononi mwa watu, na watu wao, mmoja watu wao ni mzee wetu Kassim Esiadi. Na nakumbuka bodi ya filamu mwaka juzi ilimpatia tuzo ya heshima kwa juhudi kubwa ambazo alizifanya kuhakikisha kwamba tasnia yetu
Kwa mwalimu, mimi nakuita mwalimu. Mwalimu, karibu useme neno na vijana wako. Useme neno na vijana wako, na mimi nikiwa sehemu ya kijana wako. Nafikiri wengi hapa ni vijana wako. Useme neno lolote na kuwa salimu na kukaribisha mwalimu. Kwa heshima yako na vijana wa Tanga, baadhi yao wananifahamu, baadhi yao wanaona huyu ni mtu gani. Labda aliozungumza pale kuweza kuencourage masuala haya ya filamu. Huu mkoa wetu au wilaya yetu ndio kioo cha filamu za biashara. Mimi nilikuwa na ndoto, na ndoto yangu ilikuwa ni kuifanya Tanzania pamoja na Tanga kuwa kama Bollywood, kuwa kama Hollywood. Hiyo ilikuwa ndoto yangu. Na mambo haya haendi hivi hivi bila kujifunza. Kwa bahati nzuri Tanzania kwenye miaka 74, 75, 76 kulikuwa na chuo cha ng'ombe pale. Nikaondoka kazini kwenye ualimu kwenda kujiunga pale. Chuo kile kilikuwa kinatoa mafunzo ya theater arts. Kwa sababu nilikuwa napenda, kwa hiyo ilibidi kwanza kupata mafunzo. Kwa hiyo nimepata mafunzo ya direction, script writing, theory of theater, na vitu vingi sana pale. Na bahati nzuri walimu wa wakati ule kina mama Penina Mlama, michezo yake mingi mimi nimecheza nikiwa naye pamoja, kama Pambo nini anafahamu nazo picha gani. Na sikuingia hapo tu, kaja katika radio play wakati ule TV bado zilikuwa. Nikamfuata rafiki yangu marehemu Semzaba. Semzaba alikuwa na kitabu kinaitwa Ngoswe. Alikiandika kilikuwa kidogo. Baada ya kusoma kufika pahali kaona Ngoswe anaangusha makaratasi yale yanachoma. Ndio mwisho wa kitabu, nikamwambia la, mimi na extend. Nikaandika script ya radio play kwa ile event. Mchezo ule kaingia mjini Ngoswe. Mambo ya Ngoswe mwachie Ngoswe. Script ile niliandika na nimecheza mule ndani nafasi nyingi. Na nikaintroduce jina la Onyango kama Tarish kwa mara ya kwanza nchini, na mimi mwenyewe nimecheza kama Onyango. Nimezungumza Kijaluo. Lakini pia aliyekuwa mkurugenzi ama mwenyekiti wa kampuni ile ya hesabu ilikuwa ni mimi mwenyewe. Kwa hiyo kusikiliza sasa hivi utaona kwamba Tarishi na bosi wake hawakutani, kwa sababu nilikuwa ni mtu mmoja nikafanya. Lakini baada ya kukaa Tanga hapa muda, ndio nilijia wazo la kutengeneza sasa filamu. Kutengeneza filamu kama Bollywood. Kwamba mafunzo haya pia yanawafaidisha nini katika kwenda kutengeneza uchumi wenu wa mmoja mmoja, lakini kutengeneza uchumi wa